Kaka, kuna binti fulani mrembo sana. Tukiachana na urembo wake, huyo binti ni mcheshi, mpole, mcha Mungu, lakini pia anajiheshimu sana. Kwa kifupi ni ndoto ya kila mwanamume anayetamani kuoa. Sasa huyo binti wewe uko naye kwenye mahusiano. Na sio mahusiano tu, bali tayari mpo kwenye uchumba. Na kanisani kwenu uchumba wenu unatambulika na umeshatangazwa huo uchumba mara kadhaa. Na katika uchumba wenu huo hamjawahi kukutana kimwili na huyo binti hata mara moja. Na hiyo inatokana na msimamo wa binti kukwambia kwamba alishawahi kuwa na mahusiano na mkaka fulani ambaye alimchezea chezea lakini hakutimiza ahadi ya kufunga naye ndoa. Kwa hiyo msimamo wake ni huo kwamba hawezi kukutana kimwili na wewe hadi utakapotimiza ahadi ya ndoa. Na wewe ukaona sawa, haina shida. Lakini pia akakuthibitishia, akakuhakikishia kwamba huyo mwanamume ambaye alimchezea wameshaachana, wana miaka 2 sasa. Basi siku zikaenda, Mungu akajalia mkafunga ndoa. Siku ya kwanza tu kwenda nyumbani kwenu ili kuanza maisha mapya ya ndoa, yule binti alilalamika maumivu makali sana ya tumbo. Hiyo ikapelekea wewe ushindwe kumuingilia kimwili. Ushindwe sasa kuizindua ndoa yenu. Kulipokucha ukaamua mpeleke hospitali. Baada ya kufika hospitali mkaonana na daktari. Daktari akashauri afanyiwe kipimo cha ultrasound. Kweli kipimo kikafanyika pale. Dokta akakwambia kwamba huyu binti inaonyesha alitoa mimba kienyeji. Sasa katika kutoa mimba kienyeji kuna mabaki humu ndani ya tumbo yanayopelekea hayo maumivu makali. Na hiyo mimba inasemekana ameitoa kama wiki 2 hivi zilizopita. Nini kitafata hapo kaka? Hujawahi kukutana naye kimwili hata siku moja. Alishaachana na huyo mwanaume aliyemchezea miaka 2 iliyopita. Leo unaambiwa ametoa mimba kienyeji. Nini kitafata? Wifi, utajiteteaje kaka kuelewe? Na sisi mawifi pia tukuelewe. Hujawahi kukutana na kaka yetu hata mara moja kimwili, yani hujawahi kukutana naye. Na kipindi daktari anatoa hayo majibu, wifi ulionekana unajingata-ngata. Yani huna cha kujitetea hapo kwa daktari wala hapo kwa huyo kaka yetu. Yani sintofahamu nyingi. Haya, tuambie.